Bwana Magai wa ujambo? Nyombera, how are you brother? I'm very fine. Unaendeleaje ndugu yangu? Niko sawa. Karibu sana rafiki yangu. Asante sana, karibu Nyombela Media. Asante, nashukuru. Na nianze kwanza kwa kushukuru uongozi wa Havila Gardens Hotel hapa Karamu kwa kuturuhusu tuwe na mobile studio hapa kwao. Na mnajua unagombea kiti, na sasa ningependa kwanza waambie watu naitwa nani, alafu tutarejea hapo kwa kiti, kwa sababu hapo ndio haswa tunalenga, ndio maana tumekutana hapa. Asante sana Nyombera. Kwanza kabisa napenda nisalimie kila mmoja ambaye ananitazama kwa TV zetu za Nyombela Media. Kwa majina ninaitwa Magai wa Peter, mkaazi wa Mabera, nyumbani kabisa ni Kubwe. Nafanya biashara katika jiji letu la Mabera. Niko baadhi ya biashara kadha wa kadha ambazo tunaziendelesha katika nchi yetu ya mji wetu wa Mabera. So kwa majina labda kujitambulisha naweza sema hivyo. Ni moja pia ambao wanawania kiti cha MCA Tagare Ward. Tagare Ward. Magai wa Peter ni mgombea wa kiti cha MCA Tagare. Amenichekesha kwa kusema Mabera ni jiji, ni kama limempatia pesa nyingi, anaona tu ni kama Nairobi. Bwana Peter. Yes. Tuambie ni nini kimekusukuma hasa kugombea kiti cha MCA katika kata ama wodi ya Tagare? Kwanza kabisa mpenzi mtizamaji, kwa sasa hili swali ambalo singependa kulijibu, lakini nitalijibu kwa sababu ndugu mtangazaji ameniuliza. Nyombera. Yes. Rafiki yangu, unajua changamoto ambazo tunazipitia sasa hivi Tagare Ward. Kwanza kabisa miundo misingi ambayo imeundwa katika mji wetu wa Tagare. Ukiendelea baadhi ya maendeleo ambayo hatuyapokei kwa sababu ya mji wetu wa Tagare. Shida ambazo tunazipitia nyingi, not unless uniambia nizitaje moja moja. Taja zile shida zinasumbua wana Tagare, wewe ukiwemo. Lengo kubwa kabisa ambalo limesababisha mimi niombe kiti cha Tagare Ward. Tuko na hospitali yetu ya Kubwe. Ndugu yangu, hata kipofu anaona kwa haya. Juzi umeona watu wameanza kujijengea baada ya mambo yameenda yamesonga, barabara hazipitiki, daraja hazipitiki. Watu wakaamua kuchanga pesa zao kutoka kwa mifuko. Wakajitengenezea daraja. Hapo ni wapi? Hapa ni hapa Tagare tu, ngambo hiyo tu Nyamekoma. Nyamekoma. Ukitoka Nyamekoma hapo kuna daraja lilikuwa limezama hapo, kuvuka ngambo ile. Unajua hiyo sehemu inaitwaje? Sijaifahamu vizuri, but nisikia inaitwa kama Nyanganera, something like that. So hapo watu wakaamua kujijengea daraja. Jambo la tatu ambalo linanisukuma mpaka saa hii mimi kuania kiti cha hiyo sehemu nasema inaitwa Masurura. Masurura. Yes. Right. Mbona nafahamu hapo? Nafahamu vizuri. Hiyo ni moja wapo. Namba 3 ni jinsi tumekosa mwakilishi wa Tagare Ward. Juzi rais alifika hapa Tagare. Unakumbuka? Nakumbuka vizuri. Kutafuta MCA wa Tagare hayuko. Kuongea ni nini rais anaweza kuja. Unajua rais akikuja kwa eneo lako, it's a privilege. MCA utapewa nafasi at least uombe jambo 1, 2, 3. Ukimsaidia pia mbunge, wakati mbunge pia atakuwa anasimama ni kusynthesize. At least president akisimama ama kuzungumza ashataja au maneno, na utapata kwamba tunapata maendeleo ambayo atakuwa rais amefika pale kupatia. Sasa mimi nafikiri, je, ni makusudi ama ni kwa sababu yeye yuko ule mrengo mwingine wa one term? Rafiki yangu, huyu jamaa hata hajielewa ako wapi. Hajui ako 2 term, hajui ako 1 term. Kwa sababu acha nikuulize. Na huyo naye msema ni nani? Mheshimiwa Magwe. Tulimpatia nafasi mimi kumzungumza sana. Endelea kutaja matatizo. Kwa sababu ndugu Nyombera, kuna baadhi ya wazee wa Tagare walinieleza, Peter, ukitafuta kiti chako usipendage kuongea sana viongozi. Mimi nasema ndatii, lakini ikifika kuna wakati lazima niseme penye kuna makosa na nitaja hayo makosa. So jambo la tatu ulivyosema, ni hiyo watu wameamua kujichukulia nafasi zao wenyewe wanakujijengea. Barabara juzi niliangalia Kumrigi pale kwake. Wa vijana wameamua kurekebisha barabara kwa kutumia majembe. Mimi vijana wananipigia simu kufika pale, ndugu yangu, vijana wanaendelea kutengeneza barabara wenyewe. So kumaanisha yule mwenye yuko kwenye hicho kiti ameshindwa kazi. Kwa hivyo wewe ni okoa jahazi la Tagare? My friend, mimi sio kwa jahazi tu. Ni mkombozi. Mimi ni mkombozi wa Tagare. Unajua baada Musa katika Biblia, baada Musa amefikisha wale watoto kabla hawajafika Kanaani. Kuna jamaa alipatikana hapo katika, alikuwa anaitwa Joshua. Sio mwingine. Ndio huyu hapa leo hii anaitwa Peter Magaiwa. Peter Magaiwa ni Joshua wa Tagare Ward. Exactly. Kwa Kikuria au wazee wameniita Imbura.
Imbura. Unajua imbura? Imbura. Mvua. Unajua mvua inapokuja inanyesha. Inaweza nyesha ya mawe, inaweza nyesha ya maji ya kawaida, inaweza hata nyesha acidic. Kama ujui. Sasa wewe ni mvua gani? Mimi inategemea na situation. Kama sasa hivi kwanza nitanyesha mawe Tagare. Kurekebisha mawe vizuri. Baada ya watu sasa tumemaliza campaign, nitanyesha maji sasa ya baraka, maji ya kusaidia wana Tagare. Na kupatia sababu zangu ambazo zimesababisha mimi natafuta kiti cha MCA. Nilikuwa nimefika nafasi ya 3, nitakupatia nafasi ya 4. Ndugu yangu, nitakuja kusema kwamba hatuna mwakilishi. Kabisa. Leo hii jambo ambalo mheshimiwa angetueleza kwamba ama anaweza simama mbele ya wana Tagare aseme sasa mimi mliponituma nimepeleka bill fulani ya kusaidia wana Tagare hii. Ni kusema kuwa mheshimiwa ni bubu bungeni. Yule jamaa mimi hata sijui shida yake ni nini. Sisi wakati tumeanza kumsikia ni kutuambia Mahiri must go. Ochiro must go. Sasa my friend, unajua ukiangalia mtu mwenye anakuambia Mahiri must go, unashindwa kumueleza kabla yeye aende. Wewe ukiwa MCA umefanya nini? Kwa hivyo hakuna kitu amefanya. Hakuna. Tofauti na kuunda tume. Kuna kitu moja tu alifanya. Aliunda tume ya kutoa watu kwa ofisi. Kufuta watu kazi. Alafu akaunda tume, the first MCA in country. Yeye ndiye aliunda tume ya kufuta watu kazi na akaanza kuwachunguza. Sijui ilikuwa inaitwa tume gani? Sijui ni tume ya Magwe. Actually I don't know. Lakini ndio kazi alifanya ya muhimu. So kuna baadhi ya vipengele ambavyo ningependa nivitaje, ndugu yangu mtangazaji. Barabara zetu hazipitiki kwa sasa. Kwa hivyo utajenga barabara. My friend, nakwambia kujenga Tagare Mabera ni kazi rahisi sana. Kwa sababu mimi kazi yangu nikishaenda nimeongea na governor. Nimefanya public participation. Nimekuja nimempeleka kwenye ground. Ameangalia kuna shida ambayo tuko nayo kama Tagare 1 2 3. Unanielewa? My friend, ukishaongea umewakilisha hao maneno bungeni ambao ni hii bunge letu la Migori hapa, ni kazi rahisi sana. Mfano, kulima barabara yetu ya Tagare kutoka Mabera ipite Tagare iende Nyankore, ndio ile inatokea kwenye barabara nyingine lami pale ambapo mheshimiwa ameitengeneza kule. Ni kazi ngumu. Si ngumu. Number 2, rafiki yangu Moses Mako kama ni mwanaume leo hii asimame atuambie ameandika mtoto fulani, ameandika mtoto fulani, ameandika mtoto fulani ndani ya kaunti hapa. Tuko na reinforcement officers wamechukuliwa. Hatuna mtu wa Tagare mwenye ametumwa na Moses Mago amempendekeza akachukuliwa. Tuko na walimu wa ECD. Tofauti na wachache ambao sisi tuko nao ambao Migori, serikali ya Migori imetupatia. Hatuna mwingine. Kwa hivyo hakuna walimu wa ECD. Hakuna barabara. Hakuna dawa hospitalini. Sasa hospitali hata hatuongei. Kwa sababu kwa hivyo hii dispensary kuna ya Kubwe, kuna ya Nyangoge na Nyamekoma. Yes. Zote hazina dawa. Nyangoge, Nyamekoma, okay. To some extent tunaweza sema kuna dawa. Unajua dawa gani ziko? Hizi za wanaume. Tunazifahamu. Yani Panado. Si Panado. Hizi zenye wanatumia kufanya mipira. Wanasema ni mipira ya uzazi ndio iko kwenye hospitali zetu. So wewe kama MCA hakuna siku umetoka nje utueleze hospitali yetu ya Kubwe iko na changamoto hizi. Iko na haina ward. Ukienda ndugu yangu Nyombera, sijui kama umetembelea Bugumbe Health Center. Nimeenda hapo nikapewa Panado. Utembee pale uangalie. Ile hospitali imekuwa kama mahame. Enda Nyangoge, enda Nyankore, enda Nyamekoma. Enda kuna hospitali hapa Ngisiru. Hazina madawa. Hazina hata hospitali zenyewe sijui zilifanywa renovation lini mwisho. Na zimewaongezewa idadi ya madaktari ama manesi. Sasa jambo kama hilo ni wewe area MCA ambaye ni mwakilishi. Unajua wakati unanichagua mimi kama Peter kuwa mwakilishi wako, ni mimi niseme on your behalf. Are you there? So ni mimi niongea kwa niaba ya nyinyi wote kama wana Tagare. So ndio maana tunasema yeye hajataja jambo kama hilo. Lakini unapomkuta MCA wetu Moses Magwe akiwa kwenye media yake akiendelea kuzungumza, unasikia tu ni Mahiri must go. Mara anapiga picha na kuku. Mara unasikia anasema sijui marriage za scalp. So vitu kama hizo. Naona anafanya kazi sana kwa sababu yeye amejitangaza kwamba ni MCA wa Masaba na Tagare. Amechukua hata nafasi ya Platson. Yule jamaa amechanganyikiwa. My brother. Kwa Kikuria tunasema tora iko seretero uonde wa oratero. Yaani huwezi enda kuwezeka kwa mwingine na kwako kunanyesha. How do you tell us when MCA wa Masaba and hence Tagare tunalia? Ezeka kwako kwanza. Ndio sasa kama ikiwezekana watu wakiona hata hautatuambia. Sisi ndio tutasema kwamba wewe ni kiongozi wa Tagare na Masaba.
Nimekusikia vizuri, umesema barabara zitanyooshwa, nafasi za kazi zitakuwa, na pia hospitali zitakuwa na madawa na madaktari. Exactly. Na pia maji yatakuwa. Maji. Swali la kizushi. Safi. Lazima nikuulize. Uliza. Hili swali ni zito. Wanasema kwamba ulikula pesa za kina mama. Kuna chama ambacho kilikuwa kama sako, wanasema ulikula pesa za kina mama. Ni kweli ama ni wapinzani wanakuchukia tu? Asante ndugu mtangazaji, ndugu Nyombela. Hili swala leo umeliuliza, nimefurahi sana wakati umeliuliza. Naam. Na at least tutazungumza nikueleze hii maneno iko aje. Naam. Kwa kifupi tu. Kifupi nitaieleza. Leo hii mimi Mageo Peter hakuna mtu anijui. Mimi nimeanza biashara ya video. Unajua kuonyesha video? Hapo ndio nimeanza. Wengi wananifahamu, wazazi wangu. Naam. Nimeanza hapo, tumesonga, nimekuja nikakuwa MC kidogo kwenye kampeni kapata tuhera kidogo, nikaanza M-Pesa kidogo, nikaanza agency, nikaanza electronics. Leo hii niko na moja wapo ya maduka mazuri hapa kwetu Kuria. Naam. Ambao ni electronics. Ndugu yangu, hili jambo lilileta kelele sana. Naam. 2017 tulifungua ilikuwa inaitwa MDYC. Chama cha vijana. Chama cha vijana tulikuwa tunakopeshana hela. Naam. Ulikuwa Nyombera unaleta unaweka, tunapea mwingine anaenda hela. Ndugu yangu, tulichukua pesa kutoka kwa watu, tukakopesha watu. Watu hawakurudisha hela. Watu ndio hawakurudisha. Mpaka leo hii ukienda kwa ofisi za DCI, wakati huyo uchunguzi ulikuwa unafanywa, walisema sasa tunaomba wale ambao wanadaiwa hela warudishe, zitakao kuwa zimebaki hazijatoshea, wale viongozi wafanye nini? Warudishe. Ndugu yangu, ikifika hapo sasa mambo yanakuwa zege mnege. Kwa sababu mtu amekopa na hakurudisha. Wewe Nyombela umeleta elfu zako 10. Umekuja umetupia sisi tumekopesha person A. Hizo 10,000. Person A anafaa turudishie 14,000. Tukupea wewe 20,000, 2,000. Kwa sababu ilikuwa sisi tukupea 20% na sisi tubaki na 20%. So wewe kila mwezi umetupatia 10,000, tumepea person A. Person A amekana hiyo pesa 7 months. Hajarudisha hiyo pesa. But wewe unajua unakuja kwenye ofisi yetu tunakupea every month ngapi? 2,000. Naam. Kumbuka huyu hajatupea hela. Naam. So inakaa alafu unakuja unatuambia sasa ninaomba ile pesa yangu. Unajua wewe ni mwekezaji. Inabidi tukupea hiyo pesa. Kumbuka huyu amekaa na pesa miezi mingapi? 7 hajalipa. So kumaanisha sisi tulikuwa tunakulipa 2 times 7, hiyo ni 14. Are you there? Yes. So wewe huyu hajatupea, huyu akikuja anakuja anasema mimi pesa nimepata 14. So unajua tumeenda hasara pesa ngapi kwa chama? Nyingi sana. Tumeenda hasara 10,000 na. Unanielewa? Hiyo ndio makosa ambayo ilifanyika kwa chama. Kwa hivyo wanachama wenyewe walichukua pesa zao na zingine ambazo wengine wameweka wakakosa kurudisha. Ndio hiyo sasa. Lakini kwa sababu nyinyi mlikuwa viongozi, ndio hiyo sasa. Watu wakawaelekezea lawama. Rafiki yangu, wale mlichukua pesa kwa chama mrudishe, wanaacha kuwekea pita. Pita unajua hapa ni Amira. Mtu analeta kitu mpaka watu walikuja wakachunguza. Watu wakaleta maneno. Ndugu yangu Nyombera leo hii mpaka kesi kilifika kotini. Yes, tulienda kotini. Leo hii Nyombera, your media ikianza kukatch up, watu wataanza kusema Nyombera sijui amefanya nini, sijui amerudi hivi. Lakini ukweli unarudi unajitenga na uongo unajitenga. Tulienda pale wakawakilisha kesi, majasusi wakakuja. Walalamishi walikuwa wanasema Peter Peter amejenga nyumba fulani hapo kali. Huo ni mwaka 2017 kumbuka. Peter ako na gari fulani kali. Unanielewa? Peter ako na lori kama 2. Tulikuwa na rafiki yangu ambao tulikuwa tunasusiwa na yeye anaitwa Charles. Eti Charles amenyanyua ghorofa. Wewe ni Charles kwende. Charles kwende. Eti amepiga ghorofa. Wakasema babu amelima mahindi. Sehemu in fact hiyo ni secretary. Amenunua pikipiki na kaa ndege. Rafiki yangu majasusi walipokuja kwa ground sasa kuangalia vitu, wakauliza Peter, uko na nini? Wakafanya uchunguzi sasa, tuko na habari. Wakaenda mpaka bank kuchukua statement zetu. My brother, bahati mbaya waligundua Peter anadaiwa 3.5. Nilikuwa nadaiwa Equity around 1 point something. KCB nilikuwa nadaiwa around 1 point something. Family nilikuwa nadaiwa around 500. Total realization inakuja 3.7. Kwa hivyo wewe umejituma, unalipa deni, ujenge nyumba nzuri, ununue gari, watu wanakutusi, umeiba pesa za mama, akina mama. This year akauliza, huyu jamaa anadaiwa 3.7. That time kwanza nilikuwa na loan ya simu ya Equity ya mobile. Unajua mobile wanakupea mobile na loan. Ilikuwa imeenda mpaka ina arrears. Ile DC akauliza, huyu jamaa ameiba pesa
na loan yake ndio hii hapa imeenda mpaka ina arrears, hajalipa for 3 months. Waacha mchezo, tuambie vizuri. So kufika hapo kotini, leta ushahidi ukakosa, leta ushahidi ukakosa. Wale ambao walikuwa wanatuhumu wenyewe wakaenda kotini wakasema ukweli, hii mambo hatukuwa na ushahidi wa kutosha. Sisi tumeamua kuachana na mambo, tumesamea watu na wasituharibie jina. Kwa Kikuria wanasema ni nguku yako ina marando. Tuache hayo. Asante. Na umeongelea mambo ya Moses sana. Sitataka kumpige kwa sababu ni kiongozi wangu. Na mimi najua ni mtu mzuri sana, hana maneno. Najua una wapinzani wengine. Tuanze na Abiche. Abiche amesema atawapeleka wewe na Moses nyumbani. Ndugu yangu, ndugu mtangazaji. Nyombela, rafiki yangu, Kuria, haijafikia kuongozwa na Abiche. Magambo, Okelo, bado. Tuko na vijana wa kutosha. Kwa nini unasema hajatosha? Ninarudia jina. Haijafikia kuongozwa na Abiche, Magambo, Okelo, Vitalis. Bado. Tuko na Mwita wa kutosha, tuko na Chacha wa kutosha, tuko na Robi wa kutosha, ambao wanafaa waongoze. Alafu namba 2, huyu rafiki yetu sijui akili yake ifanye kazi saa zingine. Utafute MCA ward Nyamasese Kumusuku, ukaanguka. Ukuje utafute chief Masaba ward, uanguke. Ukuje tena utafute MCA Tagare ward. Kwani watu ni wajinga? Watu si wajinga rafiki yangu. Watu ni werevu. Haiwezekani. Mimi sita comment kwa sababu Abiche ni rafiki yangu. Na mimi sijaingia kwenye siasa. Ninyi mpigane tu. Haiwezekani nyongo. Haya tusonge. Ndugu yetu Mkombora mnashindana. Huyu bwana wamliveito munisaidia hata mimi kumweleza. Miaka imeenda. Alianza kampeni 2007 nikiwa mtoto. Yeye kwanza amenikuza kisiasa. Imefika wakati mwingine sasa tunaona kazi yake sasa pumzike. Sisi tushikilie hapo, tusonge na hiyo kazi. Yeye amejitahidi kivyake. Lakini bahati haijakuwa kwake. Haiwahi pewa. Si eti ni mtu mbaya. Haiwahi pewa. Okay, mimi vile nitasema kwa uongozi wake, mimi 2007 sikumpigia kura kwa sababu nilikuwa shuleni mdogo. Lakini wale ambao walimpigia kura wanaweza kupatia historia. Walisema yule jamaa akitaka kitu anainama. Akishapata njia zinamea. Sitakubali upige Mkombora kwa sababu ni mgonjwa na amefiwa. Tafadhali tuachane na Mkombora kidogo. Wacha Mkombora apone vizuri. Wacha apone vizuri kwanza, mwambie pole na umtakie afya. Mkombora mimi namtakia afya kabisa, ni rafiki yangu unajua. Mimi tumefanya vitu vingi na yeye. Naam. Lakini kwa hili ninasema tu pole, lakini kwa hii ya 2027 watu wameamua nipita. Hata yeye rafiki yangu nimemsupport mara 3. Sasa ni muda wake. Kwa hivyo namuomba mkono. Unamuomba kura. Namuomba kura nisaidie sana. Unajua 2022 nimetumia mpaka pesa zangu kuhakikisha kwamba apate hicho kiti. Lakini bahati mbaya haiko kwa upande wake. Mwingine ni nani? Tuko na huyu jamaa anaitwa nani? Kuna jamaa anaitwa Sagati. Kutoka Nyankore. Samson Sagati. Hiyo mwambie tu iza teacher. Mwambie aendelee na mambo ya darasani. Kuna bwana. Mwalimu hana uhuru wa kugombea. Kuna uhuru lakini watu hawana na yeye. Mwambie tu ni mtoto mdogo bado, arudi darasani, afundishe. Hii siasa hata wezana. Nitawapeleka mbio. Nitawapeleka mbio kama baiskeli ya kumbio. Tusicheze. Ama gari ya Mirai na mbele. Wewe sikia. Wewe Moses Mago tripo wewe sie. Mkombora. Abiche Migambo. Na Sagati. Peter amesema atawapeleka mbio kama lori ya Mirai yenye imekatika breki kwa mteremko. Mimi nakwambia it's not business as usual. Not business as ni mbaya. Now Mr. Peter. Yes. You know you were once my classmate. Exactly. And I know you are much learned. Ongea na wao wapiga kura wa Tagare. Uwaambie kitu na waombe kura. Asante. Yeah, as you said, ndugu mtangazaji, huyu ni classmate wangu, alikuwa ndugu Nyombela, tumesoma naye. Lakini ulikuwa unaiba kalamu. Nyombela unajua. Sasa Nyombela nimekuja na kalamu yangu imeibiwa. Na mwenye ameniiba sijui. Sina mimi niibe, ndio nilipe ile yangu nilikuja nayo. That's what I was doing. Simple as that. Lakini ulikuwa unajua English sana. Na kwa hao watu wote, kama kuna mtu anaweza ongea Kiingereza kidogo, ni mimi. Si kuna interview itakuja, tutapigwa msasa pale. Kuna debate inasikia inakuja kali. Naomba ndugu watazamaji na watangazaji, muweke kwa Kiingereza.
The interview should be in English. Yes, total English. People try to concentrate there and listen what the husband are talking. Yes. Nobody will concentrate. Seriously. Nobody will construct any sentence. Like my friend. I'm telling you. Your friend cannot construct. I know him. No. So, as you said, wacha niombe kura kwa watu ambao wataka Nyombele. Nyombele maneno yako. Wapenzi wasikilizaji ambao mnanisikiza kwa hii media ya Nyombele. Napenda niwaambie kwamba kama kuna mwakilishi mwenye atafanya kazi Tagare ni Mheshimiwa Peter. Niko na sababu, niko na nia na pia nina matumaini kwamba mtaniunga mkono. Niko na baadhi ya agenda ambazo nitazileta. Kwa sasa nikizisema ni mapema sana, lakini niko na agenda ya hospitali ambayo nitakuwa naileta. Namba 2 niko na agenda ya maji ambayo nitakuwa nawaeleza ni nini nataka. Namba 3 ambayo imesumbua sana. Sasa hivi watu wataanza kufanywa hii kitu inaitwa hii wanachanga pesa. How do they call it? Hii kitu ya kuchanga pesa, watu wanagawana pesa sijui. Vyama. No, kuna tamu wanaitumianga vizuri. Self-help groups. No, kuna hii jambo wanaenda wanakaa chini viongozi nasikia tumeenda kufanyia watu fulani. Youth empowerment. Empowerment. My friend, mimi niko na mtazamo tofauti. Mimi nikifanyia watu wangu mchango, siwapei pesa wagawane. Nikifanyia bodaboda mchango, si ni bodaboda, niwanunulie pikipiki. Nikifanyia mchango, niwanunulie car wash. Niandike mtu hapa, I will create employment from there. Na hiyo pikipiki ambayo nitakuwa nimeichanga nimeinunua hapo itabaki hapo, watasaidiana kujinyanyua wao wenyewe. Hii mchezo ya shilingi 100 ukule ukunywe pombe uende nyumbani ukule bangi imeisha na wakati. Wacha nikuulize. Wewe kwa hii michango ishafanywa ya youth empowerment. Wewe unajua ni akina nani washawahi kupewa pesa na ikawasaidia? That's why nimekuja mimi na mtazamo tofauti. In fact sasa hizi michango ni mingi, hata mimi sasa hizi niko na karibia barua 8 za hizo youth empowerment, women empowerment, men empowerment ndio sijaisikia, lakini youth empowerment and women empowerment ni nyingi sana. Mimi niko na mtazamo tofauti. Sitakataa kufanya, lakini mimi nitawapatia mtazamo tofauti. Like mimi nikifanya mchango haina haja mchukue unafanya mradi. Ninafanya mradi. Hiyo mradi isaidia hawa watu, create employment, that's one. Na iwasaidie ile shida walikuwa nayo halali iishe. That is two. So mimi niko na mtazamo tofauti. Number 2, mimi tu ndio nitasimama na mambo na kuwakilisha watu kwa haki. Kwa nini nasema hivyo? Ndugu yangu, mimi sipendi kuongelea lakini waliotangulia. But nataka nikuulize, enda ufanye investigation, enda ufanye uchunguzi wako, wewe ni ndugu mwanahabari. Enda uulize wakati nyumba za Mabera zilijengwa. Zile ambazo zimebomolewa hivi juzi. Mwenye alizijenga alipata ngapi ndani kwa hizo? Pita yaliyopita Zindwele. Tugange hajaendelea kuomba kura. Lingine. Mtu mwenye ataajiri watu kwa haki. Because mimi kampeni yangu mimi ukisikiza clips zangu nyingi zenye vijana wanaweka ama wazee wanaweka ama wanasikiza na tangulia kusema kwamba mimi sitatumia pesa kutafuta kura. Unanielewa? Kitu mimi nitafanya na kuja niongee na watu wanipee kura. Because mimi naambianga watu wa Tagare kwamba ukinipea leo hii kura nimekupea 1000 ama shilingi 500. My friend, hiyo ni deni. Unanielewa? Kumaanisha nikishaingia because ikiisha kura unakuta huyo mtu ametumia kama like 3 million ama 4 million. Hata wengine mpaka milioni 5. Wengine mpaka milioni 5. So unajua mwanasiasa anapiga times 100. So kumaanisha kama amefanya milioni 5, ndio huyo atapiga times 10 atapata kama it's around 50 million zenye anadai. Ndio maana leo hii ukienda kutafuta kazi kama mwana Tagare utauziwa kazi. Haya wananunua sana. Haya ukienda kufanya miradi lazima utataka miradi ifanywe kwa kiwango cha chini sana, yani haitamidi zile standards. Low quality, poor quality, ili kickback urudishiwe. Wewe kama MCA umepeana barabara limwe, ile limwe vibaya, ni barabara ya milioni kama 2 ama 3, unamwambia niletee 200,000 kama kickback. Rafiki zangu, mimi Peter sitafanya mchezo kama huo. Ndio maana ninasema kama kuna kiongozi mwenye atafanya kazi kwa haki ni Peter Makaiwa. Na ya 3 nikimalizia, ndugu mtangazaji. Kuna hii jambo ya employment imeleta shida sana. Rafiki yangu, kuna nafasi hapa Migori. Kuna nafasi nyingi, in fact kwa governor, kwa serikali yetu ya Migori, tuko na reinforcement, tuko na watu ambao na tax collectors hawa, tuko na walimu wa ECD. My brother, kitu tutafanya hii tunagawana equal. Kila ward, kila subdivision. Kama tunahitaji reinforcement wa 5, wawili watoke Mabera, wawili watoke Nyankore, wengine Nyangore. So in between hapo kila mtu apate. Haina kwamba mimi sasa kwa sababu natoka Mabera watu wote wanaleta Mabera.
Swali la mwisho. Uliza rafiki. Ushasema sera zako. Sasa ni mimi nakutwanga maswali. Sasa naambiwa mkisimama watu wengi kutoka Mabera, hii imeenda ni kweli ama ni maneno? Ndugu mtangazaji, hili jambo watu wanasema sivyo. Nitarudia nikwambie sivyo, kwa sababu nina mikakati na nina sababu za kusema hivyo. Inaenda wapi? Watu wa Nyangore wahitaji Moses. Watu wa Nyangore wahitaji Moses. Kitu iko kizuri ambacho ninaambia hao wenye tunawania vitu wote. Ili Moses atupatie challenge, hawa wote wawaniaji twende chama moja. Wote. Uogopi? Twende chama moja. Uogopi? Wachague kati ya ODM, UDA, Jubilee. Mimi hata nina uwezo wa kwenda Jubilee na ninyoroshe Moses uko vibaya sana. So hawa wote twende nomination. Mwenye atashinda hao wengine abaki ni yeye na Moses. Na tukienda nomination, si unaelewa ni nani atawanyorosha? Mimi sijui. Mheshimiwa Peter atawanyorosha vibaya sana. So mimi nibaki na Moses. Sasa wakiniwacha na Moses hata sita campaign. Nitaenda kwa jimbo kubwa. Wakati wako. Nyorosha huyu Peter atakuwa. Hawezi. Hata apishani na mimi. Anapishana na wanatakari. Watu watakari watamsikiza unajua Mabera ilivyo chafu saizi. Unajua saizi vile Mabera kubwa dispensary ilivyo chafu. Unajua jinsi watu wamejijengea daraja hapo juzi. Unajua vile Ngisuru saizi watu wanasumbuka pale. Unajua Nyankuri ilivyosumbuka saizi. Nani atamsikiza? Nani atamsikiza? Jamaa haendi matanga, jamaa haendi michango ya kanisani, haendi michango. Huyo ni nani? Huyu wanaita sijui he must go. My friend. Hawa. Ndio maana ninasema Nyombera wasikuwe na wasiwasi. Wasikuwe na wasiwasi. Wao kitu wa kusema tu, wasiseme sijui wapi, kusimamia hii sijui itaenda wapi, hapana. Nimeona hata saa hii tu nilikuwa naangalia simu yangu, naona mizani tu ameweka Peter number 2, Moses number 1. Naona ameweka sijui number 3 nani, vitu kama hizo. Wacha nikwambie. Tangu ni declare nikitaka MCA haijamaliza hata mwezi. Unasikia hiyo joto? Unasikia hiyo joto? So watu wajiamini. Twende nomination. Chama yoyote. Na ndio nilikuwa naomba hao wazee wetu wa Mgumbe Council of Elders. Naam. Waite mkutano, tukae pale kwa hall. Wenye wanawania viti, tutoe sera zetu pale. Tuambiane wote twende chama moja. Tuende UDA, tuende ODM, tuende Jubilee. Wakisema hata DCP ama hii ya Linda Ground ya kina Sifuna, tuende pale tunyoroshane, mwenye anashinda asonge. Ndio mkoko na alika maua. Mpita huyu nikimpa nafasi ataongea siku 10 mfululizo. Hii inaitwa Nyombela Media. Wacha nikushukuru Bwana Peter, asante sana. Na shukrani sana kwa Havila Gardens Hotel kutupa fursa hii kuwa na interview hii hapa. Mimi nikushukuru sana. Nashukuru. Asante sana na 2027 na kutakia kila laheri. Sisi Nyombela Media tunakuombea na tunakutakia kila laheri. Si jambo la mwisho tu ndugu yangu. Niombe kura. Omba kwa kifupi. Niombe kura kwa muda umeniacha kwa kifupi. Wana Tagare. Just trust me. Nitawafanyia kazi kulingana na haki na nitaleta maendeleo ambayo mnahitaji. Nachoomba tu kwa sasa. Mimi niko na target kubwa. Hata sio hii ya MCA. Hii niko probation. Nikishapita sasa probation kuna kitu kikubwa nitakuja kukiomba. Kwa sasa tu ni test. Fanya mic testing kwa MCA. Unataka kutaja? Angalia, hiyo sitaki kutaja sana. Juu ninajua sky is my limit. So leo hii nijaribu, kesho wewe nipigie kura yako. Ingawa sitakuwa na pesa ya kuja kupea kila mmoja. Naomba tu mimi sina hela. Nisaidie, nipee kura, wacha nikufanyie kazi. Asante sana. Hayo ni maneno ya Peter. Asante sana. Uwe na jioni njema. Nashukuru sana. Watazamaji wetu asante sana. Nyombela Media inakutakia wakati mwema.